dangulo, jamani dangulo la mtaa. Jamani, karibuni sana. Kuanzia leo, haya ndio yatakuwa makazi yenu mapya. Alafu Maina sijamuona, yuko wapi? Maina tumemwacha. Yupo njiani anakuja na wasichana wengine. Sawa. Basi sawa. Wakifika mtaungana nao. Mimi nadhani kwa sasa hivi mngetangulia tu ndani kwanza. Karibuni tena kwa mara nyingine. Dangulo, jamani dangulo la mtaa. Dangulo na wala na stara wanazaula kama jalala. Wakuu, nimekuja tena na leo kijana wenu. Nahitaji msaada kwa jambo moja tu. Kuna kijana nahisi ananifuatilia, lakini sijajua hasa yeye ni nani na kwa nini ananifuatilia. Hivyo nahitaji msaada wenu kwa nguvu zenu na uwezo mliokuwa nao. Mnionyeshe yeye ni nani na kwa nini ananifuatilia. Kiukweli mkuu, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea, yule binti yuko chini yangu. Yaani namaanisha mimi na yeye sasa hivi ni wapenzi. Vizuri sana. Na hisi kazi itakuwa ni rahisi zaidi. Ila kikubwa umakini unahitajika. Kuwa makini sana. Nawashukuru sana. Nitajua nini cha kufanya. Kaka, kwanza mimi nikushukuru sana kwa sababu nilikupigia simu kwa ghafla sana na sikutegemea kabisa kama ungeweza kufanikisha zoezi la kupata nyumba. Kiufupi nimependa mazingira, nimependa kila kitu hapa nyumbani. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa hilo ndugu yangu. Usijali. Wewe ni ndugu yangu. Unajua hii nyumba nilitangaziwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ulipohitaji nikaona nikulete wewe hapa. Ni pazuri sana. Nimependa mazingira yake. Kwanza kuna ukuta lakini kuna maua na muonekano mzima wa haya mazingira binafsi yamenivutia sana. Kwa hiyo kiufupi nimepapenda. Lakini kuna jambo moja tu. Vipi kuhusu usalama wa maeneo haya? Kwa sababu naogopa nisije nikakutana na majanga kama nilokutana nayo kule. Kwa hiyo usalama wake umekaaje? Chibu ndugu yangu. Hapa ni amani kabisa. Kama jinsi ambavyo unavyoona. Kila mtu yuko na mambo yake. Kwa hiyo kwa shughuli zako para kufaa na ndio maana nikatafuta hapa kwa sababu najua unafanya nini. Vipi lakini kuna mali mpya au ni wale wale? Mali mpya zipo ndugu yangu, mali mpya zinakosaje? Yaani sasa hivi nina piskali nyingi, alafu za maana. Na kwa hili ulilofanya, ni kuhakikishia nitakupatia mrembo mmoja mkali sana. Yaani piskali iliyonyooka na ni machachari sana kwenye haya masuala yetu. Iwe kama zawadi kwako kwa sababu mimi najua unapenda nini ndugu yangu. Nakujua baada kwa kupamba tu mambo, lakini sio mbaya. Haujawahi kuniangusha. Nitakuja alafu nitayaona kwa macho. Karibu sana. Hapa jisikie kama uko nyumbani kwako tu. Sawa. Basi sawa, mimi nafikiri ngoja niingie kwenye majukumu mengine. Kitaka misasambo wao wanafagio. Akanyuki ule asali kwenye dangulo. Karibu kijiweni kwangu hapa.
Bwana, kwanza nimepata tabu sana kukupata wewe. Yaani nimezunguka kila mtaa na kutafuta wewe, lakini sikupati. Bwana adimu. Yani mimi jinsi nilivyo kama Samia Suluhu, sionekanagi kirahisi. Mimi ni mtu adimu, muda wote najifungia ndani, sitaki shabu na watu. Unajificha wewe mayai na wewe. Wewe mtu bwana. Unajificha nini? Sasa sikia. Mimi nataka chumba. Nataka chumba kizuri chenye hadhi ya kukaa binadamu, sio mtu. Maana kuna tofauti kati ya binadamu na mtu. Tunaelewa bwana hapo? Ni kweli. Kwa hiyo nataka chumba kizuri, safi, bora, kina kila kitu ambacho binadamu anafaa kuishi. Na nimekuamini wewe na ndio maana nimekutafuta wewe, nimesumbuka, nimeambiwa wewe ndio hodari na dalali ya Ruatani hapa. Hapo ndo ashaka. Chumba kipo, chumba kenye viwango vya FIFA. Yani chumba rangi ile kipauka inajibadilisha inakuja rangi nyingine. Chumba kina Bluetooth. Chumba ukijisikia joto inajitengeneza IC yenyewe. Yani sikia njaa ukisema chips cook inakuja wenyewe, unakula, unaenjoy na malaika wako. Chumba kina Bluetooth. Haya na connect na nini hiyo chumba? Hizo ni bwembe tu, unajua sema dalali bwana. Bwana nimekuelewa. Sasa usiniangushe bwana. Sio unaongea mbombo nyingi unilete dangulo tena. Sio chumba. Au uniletee boma. Nataka chumba safi. Chumba umepata, acha mapepe, usijambie kwenye maji. Sasa sikiliza. Hapa acha kwanza nikakihakiki, alafu nitakugea majibu. Hapa ndo umefika penyewe. Mimi ndo dalali mwenye viwango vyangu, mwenye CV zangu. Yani nimesoma huko Oxford, nimesoma Johannesburg, Kenya hapo, Kongo, nimesoma huko London, Canada, kote nimesoma na wananijua na wote ni mwadalilia mimi. Unamkumbuka Tole Pididi? Ile nyumba mimi ndo nilifanya udalali. Kwa hiyo nikupe masaa mangapi labda utakuwa umeshakamilisha? Hapo nige masaa 2. Alafu nitakucheki. Ila nipatie namba yako ya simu. Okay, sawa. Na mimi ndo dalali ambaye namiliki simu kali. Na sio simu kali tu, yani simu yenye viwango vyake inayofanana na mimi. Okay, 07. Taja kwa Kiswahili bwana. Mimi sijasoma, nilishia 7F, nilikuwa Black Benja. Naangalia tu watu wanavyosoma. Sawa. 0780. Hivi unataka chumba au taki? Nitagairi, nitaondoka, nitasusa mimi. Mimi nataka chumba bwana. Nilikuwa nakupa challenge kidogo. Nione dalali msomi au dalali kidumu na mfagio. 07 88 15 66 60. Hiyo ndo namba yangu. Okay, save nani? Wewe save Mkude. Sawa. Ensamboi wa Kiluguru. Mkude unayumba Mkude. Mkude unayumba Mkude. Acha mambo yako bwana. Basi usijali. Mida nitakucheki ili nikupeleke. Kwa hiyo ndo hivyo bwana. Basi sawa, swali limeisha. Acha mimi nikahakiki. Sawa. Mida basi. Yaani kwa kijiweni kwetu sije kati ya nuksi hapa. Lize unataka nini kwenye angulo? Sema unataka nini kwenye angulo? Yani we baba, uoni hata aibu? Mchana wa Ramadhani unakula vitu mkoupe pe. Uoni aibu na hiyo midevu yako? Hebu kuwa na stara basi. Wala ungeenda kula ndani. Bwana. Nenda kale ndani bwana, unanitia aibu. Kwamba wewe dini ndio unajua sana? Au kuzaliwa Pemba kuja hapa ndio unajikuta kama Muislamu mno yani? Hasani, sikiza nikwambie. Mimi dini najua kama wewe ulivyojua. Umeelewa? Nimesoma kitabu kuanzia natoka tumboni mpaka nazaliwa. Umeelewa? Kwa hiyo kitabu mimi automatically kipo kichwani. Alafu hizi dini zenyewe protocol tumezikuta tu. Wewe usijifanye kama unajua sana dini. Staki bwana, mimi staki. Alafu sipendi kunipa hayo majina ya ajabu. Eti Hasani, mimi naitwa Yasini, jina lipo kwenye Qur'ani. Sitaki kunipe majina ya ajabu. Wewe unajua Hasani alichofanya. Mimi staki bwana. Sipendi mwenzio. Wewe sema mimi najua una njaa, mshika.
Astaki bwana. Kama ujui labda nikwambie. Unajua la chakula unapokula lazima kitoke. Kinatokaje? Nimkumbusha. Ndio nimpigie mama mtu. Tuje tulisakate kabumbu ndani mchana kwa upe. Takubali. Unajifanya Mpemba dini unajua vizuri. Haya. Endelea. Hello? Baby. Vipi unaweza ukaja home hapa sasa hivi? Sawa Mzidole. Mimi nitakuja. Ila naomba tu unitumie nauli. Kwani nauli bei gani? Hebu niambie, tajiri mkubwa, upo na tajiri popa, mtu mzito, shilingi ngapi nauli mama? Ni 10,000 tu, lakini naomba unitumie na kutolea, uniongezee 2,000 iwe 12,000. 12,000? Kwa unatoka mkoani au ndai? Au daa gani? Wewe ulishasikia dai wapi na kutoka huko nauli 12,000? Kwa lipi? Embo acha mambo yako bwana. Hapana. Si unajua kule tulihama na tulipohamia ni mbali sana. Na ule 10,000 boda. Sasa hiyo ni mambo ya kueleweshana tu mtu. Unanichanganya mwenzi. Unajua sisi wapare tulotoka milimani hela tunaijua. Nikuviriki kia 100 njia tonga mwenye nikuviria. Sawa, wala haina shida. Maana hata hivyo mimi mwenyewe nimekumisi. Haya, elewa. Nimekuelewa udugu wangu. Na haya. Unataka kupigwa mchana kweupe? Wewe mwenyewe unashuhudia. Kitakulamba we baba, utazulumiwa. Unawashwa. Wewe sema kama unataka mchumba mimi nikutafutie. Kule amejaa. Nakupa pisi aina yote, nyembamba, nyeupe, nyeusi, kijani, nyekundu, nene. Unataka ipi? Yaani nakuletea hapa sasa hivi afu unacheza nao sindimba ndani geto liko mteo. Unasemaje? Mimi nimefunga. Nipo kwenye fungo la Ramadhani, ila ningekuwa sijafunga kidogo hapo ningefikiria. Shika basi. Bwana. Staki aku. Bwana. Mimi staki. Mimi nimefunga bwana. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Mpenzi, umepaonaje mahali hapa? Je, umepapenda au ndo utaanza tena kisilani? Mke wangu wewe kwa kisilani au jambo? Ni pazuri sana mme wangu. Nimepapenda, pana maji, pana kila huduma. Nimefurahi hadi maduka yako jirani. Asante. Sawa. Usije kaanza visilani vyako. Maana uishi visilani wewe mwanamke. Uanze ngendembwe hapa. Sijapapenda mahali hapa. Kuna maji mbali. Sijui maduka yako mbali. Na pengine kama ulikuwa ujui, hapa na tulipo sisi hapa zahanati pale. Kweli? Kwa hiyo mtoto wangu atakuwa salama na nitaanza kliniki kujua afya mtoto wangu. Sawa daktari. Yaani ni swala la chapo. Kwanza haina haja ya kuamka mapema sana, kwa sababu tunapoenda ni hapo tu nyuma. Unaamka muda wote ule mke wangu na tunaenda. Kwa hiyo sasa uanze tena mambo yako tena mke wangu, sio visilani vyako. Utakuwa nazingua. Nashukuru sana mume wangu. Kweli nimeamini unanipenda na kweli nimeamini umeamua kurudi kwenye maisha yangu kweli.
karibu sana katika mazingira mapya. Asante bosi. Lakini nimekuita hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Nataka uwaambie au mabinti wageni na wenyeji wasiojua wajue, na waliosahau wakumbushe masharti na utaratibu wetu wa kufanya kazi. Sawa bosi, mimi nakusikiliza. Lakini katika yale masharti yetu ambayo tulikuwa tunatumia kufanya kazi zetu, sasa hivi nimeongeza sharti lingine moja. Ni marufuku kwa mteja yoyote kufahamu sisi tunaishi hapa. Kwa nini bosi? Wakati tumezoea wateja wetu wanakuja nyumbani. Mambo mengi sana yametokea wakati tunaishi ile nyumba ya zamani. Kwa hiyo sitamani ajirudie tena. Na hata kama mnataka kukutana na hao wateja zenu, basi mkakutane huko guest. Lakini sio katika nyumba hii. Na mkishindwa sana, muende majumbani kwao. Maeneo haya ni marufuku kuja nao. Mimi nadhani tumeelewana. Sawa bosi. Mimi nimekuelewa sana. Na ninakuhakikishia nitawaambia wote wataelewa. Lakini vipi mazingira umeonaje? Pazuri, pametulia. Kikweli nimepapenda sana. Usiulize unataka nini kwenye angulo, sema unataka nini kwenye angulo. Usiulize unataka nini kwenye angulo, sema unataka nini wewe. Asa weka kigingi katika kigingi. Sasa shoga yangu. Hapa nilipokuita. Nimepokea oda mpya kutoka kwa new sponsor. Sasa aliniomba nimtumie picha zako. Nimemtumia kama kawaida. Tena. Na hapa ninavyokuambia, kashatuma nauli, kila kitu paka location katuma. Hata na hiyo pesa kutolea pia katuma. Kwa hiyo cha kufanya, jiandae. Vaa vizuri, pendeza mtoto wa kike. Yaani swala limeisha. Hilo limeisha udugu wangu. Wewe tulia kama moja, ninaenda kukunyoshia mtu tena nitamnyosha baba. Taarifa zangu utazipata. Najua mwenyewe unanijua sinaga shombovu. Mimi ndio hicho ninachokupendea. Kwa hiyo fanya hivyo, lakini cha muhimu zingatia maokoto. Yaani maokoto muhimu. Usije paka letea habari zingine. Usijali dada, hilo limeisha. Kabla chochote pesa mfuko wa shati. Na akileta kumiayusha na mzingua kweli, kwa sababu mimi ndo Mwajuma mkomavu, napenda ugomvi kuliko kula. Kwanza tu, shughuli sijalika kijola nishakata. Fahamu mchezoni. Una balaa wewe. Sasa udugu wangu nenda kajiandae, uvae vizuri, upendeze, kisha unaambia. Hilo limeisha dada. Yaani hapo sikilizia mlio juu ya bomba dada, nakwambia nitaenda kukunyoshia mtu atanyoka kama lula. Asante mtoto. Akoso naingia, jibu anatoka. Abia nafuta jasho na shushiana sote. Usiulize unataka nini kwenye angulo, sema unataka nini kwenye angulo. Jamani, kumbe huku unapokaa ni mbali. Bodaboda kanigomea kanishusha huko, nimetembea mpaka nimechoka. Pole sana mamangu. Asante. Hata hivyo bodaboda yako wenyewe mshamba. Bora tonge bolt tu. Si nikutumia location lakini. Kwa mimi naishi hapa. Kaka Chibu. Za siku. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi tena? Mbona huku? Siku hizi naishi huku na sio mbali. Ni pale mbele tu. Baada ya kutoka pale nilihamia huko. Mimi mwenyewe bwana nimehamia mtaa huo. Na tena siku sio nyingi. Kule kodi yangu iliisha, kwa hiyo nikaamua kidogo kubadilisha mazingira. Kwa hiyo
Nimefurahi sana kusikia pia tunaishi mtaa mmoja sasa hivi. Mimi mwenyewe nimefurahi pia. Kaka Chibu, huyu anaitwa Mkude, ndo baba wa hichi kiumbe na ndo mwanaume ambaye naishi naye kwa sasa hivi. Mkude huyu anaitwa Kaka Chibu, ni kama kaka yangu pia ni kama baba yangu, kwa sababu ndo mtu alionisaidia kipindi cha matatizo yangu na kipindi cha wewe ulipokuwa mbali na mimba. Nashukuru sana kufahamu. Basi mimi nadhani niwaache, na kama siku nikipata nafasi nitakuja kukutembelea nyumbani kwako. Sawa kaka yangu, nitafurahi nikiona uwepo wako nyumbani kwangu. Niwatakia siku njema. Asante. Shoga yangu, naenda wapi? Nipo naelekea hapo mbele dukani. Vipi na wewe, kazi zimeendaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu nimemalizana na huyu jamaa. Japo ni mtiti. Mwezi wa Ramadhani kwa mgumu na hizi kazi zetu rafiki yangu. Pole, sasa tutafanya nini? Inabidi tu uzoee. Maana mteja wako mwenyewe ndio huyo ustadhi. Yaani rafiki yangu, mwezi huu ni mgumu kufanya na hizi kazi zetu, napata changamoto. Kwanza wateja wenyewe wamekuwa shida. Huu ni mwezi mtukufu. Pili inabidi tujibeibe na mavazi kama haya na jua kali, maana tukivaa vimini shoga yangu ni aibu. Kuna hisi kutetemeka hapa na hisi kuchanganyikiwa na ile joto. Pole shoga yangu. Vipi shughuli yake huyo baba? Mwanaume mwenyewe sijui mshamba, sijui ndo katoka mkoani. Hana maajabu shoga yangu, kimoja chali. Au ndo Ramadhani ana kazi ya swaumu. Hapo bwana. Haya baadaye. Haya. Samahani dadangu. Mimi ni mgeni kwenye mtaa wa mapenzi. Na ninahisi nimepotea njia kwenye mtaa wako. Sidhani kama nitaweza kutoka bila wewe kunielekeza njia sahihi. Kivipi? Sikuwahi kuamini kuwa unaweza kumpenda mtu kwa mara ya kwanza tu pale unapomuona. Huenda alikuwa anasubiriwa siku ambayo mimi nitakutana na wewe ndio niweze kuamini. Samahani. Ningeomba nikujue zaidi. Nijue nini unapenda kwenye maisha yako na nini haupendi. Ili mradi niweze kuchagua upande sahihi wa vile vitu unavyovipenda tu, na hivi usivyovipenda basi nisiweze kuvifanya. Nashukuru kwa maneno yako mazuri, lakini kwangu mimi sipo tayari. Kwa sababu cha kwanza ni mwezi mtukufu, alafu umevaa vizuri, umependeza. Nilijua ni mkakafani hivi mstaarabu. Nisitegemea kama unaweza kuongea maneno kama hayo. Nisamehe sana kama kutoka kuna neno lolote baya nimelitamka. Lakini mimi naitwa Chibu. Mr. Content Emperor. The Hollywood man. Naomba nikujue hata jina tu kama utojali tafadhali. Mimi nashukuru tu kwa kufahamu, na hisi jina langu utalifahamu wakati mwingine. Yaani nakwambiaje? Humu ndani ndio kwanza tumeingia huu mji. Na kama unavyojua jiji la Dar es Salaam, sio la kuzubazuba. Shoga yangu unavyoniona sijapoa. Nimechangamka. Na soka niona mnene, ukajua mzito. Shoga mimi kibonge mwepesi. Mambo yapo, kazi ipo. Kwa nachotaka shoga yangu, ukimpata mtu Luka, yani Luka judo. Maliza ufundi alokupa bibi, sijui unanielewa. Yani Luka binuka sarakasi. Wewe ogopi? Mimi nakuelewa dada. Sasa nikwambie kitu dadangu. Yaani mimi sitaki kuongea sana. Nataka vitendo. Yaani vitendo vitaongea. Na kwa kuwa wewe mkubwa,
umenizidi umri. Mimi mtoto. Najua kuna vitu vingi sana unavijua. Ila kwa hivi nilivyokuwa navyo, ukiniongezea kidogo tu. Mbona mchezo umeisha? Uko nilikotoka. Uko. Nimeacha historia yangu. Na staili yangu. Mguu chaga, mguu neti. Uogopi. Sasa mdogo wangu, ya hiyo staili mguu chaga mguu nyeti, hakikisha unapambana nayo. Ona shanga staili ya shoga yangu. Mimi na staili yangu inaitwa kijimong. Kijumong, sio unaijua? Yaani anajichanganya, anachanganyikiwa. Sasa na staili yangu ya ushindi inaitwa kibata msamba. Oya, nikikupa hiyo usipopiga kelele niite mbwa. Usulize unataka nini kwa leo? Sema unataka nini wewe? Sensema sensema. Sensema malunde sensema sensema. Sensema malunde sensema sensema. Itikia yao yao. Sensema malunde sensema sensema. Yao yao. Sensema malunde sensema sensema. Sensema malunde sensema sensema. Yao yao. Sensema malunde sensema sensema. Yao. Yeah. Karibu binti. Wakulu wako tayari kukusikiliza shida yako. Karibu. Asante mganga. Mimi nimekuja hapa na shida moja. Sehemu ninayofanya kazi kuna binti anaonekana ana nyota kali sana. Madanga akija wanamchagua yeye tu. Kwa hiyo mganga, nilikuwa naomba unisaidie dawa. Yaani aume kwa muda mrefu au ikiwezekana afe. Shida yangu ndio hiyo mganga. Haujasema mpaka useme, haujasema. Haujasema mpaka useme, haujasema. Wakulu wamesikia shida yako, lakini kuna masharti kidogo itabidi uyafuate. Masharti? Sawa mganga, mimi nipo tayari kwa sharti lolote. Zuri hiyo. Itabidi nikakuchilimue. Kunichilimua? Ndo nini mganga? Inabidi nikakushenyente. Mganga, mbona mimi sikuelewi? Unishenyenta? Binti, kiufupi inabidi tukakazie swaumo. Lakini mganga, kwani hamna sharti lingine mpaka hilo? Hakuna sharti lingine. Wakulu ndo wametoa sharti hilo na inabidi ulitimize ili nyota yako isafishike. Sawa mganga, nipo tayari. Zuri hiyo. Nimeipenda. Na hivyo ndio ilivyokuwa madamu wangu. Shazna, mbona una balaa sana wewe? Yaani umeona haitoshi mpaka mwili ukampa? Madam, nimeshakwambia mimi ni mbuzi wako wa kafara. Yaani nitafanya chochote ili jambo lako likamilike. Hata kutoa uhai wangu kinyambia nitoe, nitatoa kwa ajili yako madamu wangu. Kweli binti nimepata. Wewe ni hatari shoga yangu. Yaani afadhali hata mwenyekiti nilivyokuona. Shikamoo. Marhaba. Samahani kwa hayo nitakayoyaongea kama yatakuwa yanakiuka maadili ya mtaani kwetu. Mwenyekiti, kuna watu umewaleta hapa. Kuna watu ninawaleta? Watu gani? Swali zuri. Kuna watu umewaleta wanafanya biashara hapa. Sasa mimi nimefanya nao biashara. Nimewapa hela yangu wanipe kitu na bado hicho kitu hawajanipa. Na mimi ni mwanaume, unategemea mimi naishije mwenyekiti? Sasa
hiyo biashara gani na ni kitu gani? Na hapa mtaani kwetu tulishatoa utaratibu. Mtu yoyote anayetaka kufanya biashara inayohusu fedha na kitu ni lazima ushirikishe mamlaka za kiserikali. Asa wewe mwenyekiti ni mtu mzima na familia yako, nije nikushirikishe jambo kama hilo. Je, unataka kuwa lefa? Je, ama unataka nini? Je, au na wewe unatamani? Je, mwenyekiti? Asa, kama ningekuwa naelewa ningekuuliza. Manake si ningekitolea maamuzi. Sasa nakwambia hivi, mimi maamuzi nitakayoyachukua, msije kuniona mimi mbaya nimebadilika wakati mmenilea vizuri mimi mwanenu. Sasa nakwambia hivi, nitakuja kwenda kuchoma moto kwenye jumba lao wanaloishi. Mtakuja kuniona mimi mbaya. Kuchoma moto? Unaichukulia hii serikali ya babako eh? Sasa wewe nenda ukachome moto afu uone kitakachokupata. Sikia mwenyekiti, kama ni swala la cheo tu, hata babu yangu alikuwa mwenyekiti, lakini amekufa hana hata kigoda. Babu yangu mzee Kashindekee. Sasa usinitishie cheo. Sasa haya ni maisha au ni kuchanganyikiwa? Haya sasa we kama unaweza kuchoma nenda kachome afu utaona nini kitakachokupata. Shenzi we. Nenda huko. Hello. Alo. Nani mwenzangu? Mimi ni yule mwanaume ambaye anakupenda sana. Na wewe pia ulimwahidi kuwa utakuwa naye milele mpaka mwisho wa maisha yako. Naomba ufunguke. Usianze kuzunguka sana. Usiwe na haraka sana ya kutaka kunijua. Naitwa Zumba. Zumba? Unataka nini? Na shida yako nini? Sasa nimepata habari njema kutoka kwako. Nimesikia kuwa lile shamba ambalo nilipanda mbegu zangu sasa hivi limechanua maua. Ni bado tu kutoa tunda. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kusubiria mavuno. Sikia nikwambie wewe. Sina ujauzito wako. Naomba usinipigie tena. Tena ukome, na ikiwezekana namba yangu futa. Hakusikia kaona, karudi chanda kinywani, karudi kafata tena, waridi na mihanuni. Enzi zangu hizo mwenyewe. Karudi kafata tena, waridi na mihanuni. Shikamoo. Wewe Naji. Yaani muda wote huo saizi ndo unarudi shule? Asa mama, kwani mimi nimefanyaje? Unajua usafiri wenyewe wa shida mamaangu. Na shule iko mbali kweli, huwezi kuamini. Tumekaa karibia masaa 3 kwenye foleni. Usafiri wa shida eh? Ila ukumbuke mimi mwenyewe nimetokea huko huko. Kwa hiyo unachokifanya hapa hakuna kipya. Yaani mimi mwenyewe pia nimefanya. Asa mama jamani, si foleni. Haya, ila ukumbuke mwanangu. Hakuna mtu mwingine ninayemtegemea zaidi yako. Soma mwanangu. Wewe ndo naye kutegemea. Kama ipo tu. Na uje upike huko. Mkuu, nini kinafuata sasa hivi? Maana ukiangalia mbinu yetu ya kwanza imeshindikana. Tumewavamia na tumewakosa. Ipo namna ya kufanya. Kwa sasa hivi hakuna kukata tamaa. Kikubwa kuongeza akili tu. Kuna kitu kinanipa mashaka sana. Au kutakuwa kuna mtu alifikisha taarifa kama tunataka kuwavamia kule?
maana sio kawaida mtuhumiwa kutukimbia kirahisi hivi. Imekaaje hapo? Acha kuwaza usaliti. Wewe fanya kazi kwa bidii. Sawa. Sisi hatuishii na mbinu. Tukifeli A, basi tutaingia B. Ni sawa. Na hiyo plan B ni ipi? Au tutafanyaje ili tuweze kuwapata? Wewe ni mtu wa system. Kila kitu kipo. Sheria mkono wake mrefu. Kokote wanapoenda, sehemu yoyote wanaikanyaga, sisi tupo. Kwa hiyo usiwaze sana. Tutawafuatilia mdogo mdogo mpaka tutawakamata. Wale watoto wadogo tu hawezi kutusumbua sisi akili. Tuna uwezo mkubwa. Tuna akili nyingi. Tuna kila aina ya mbinu. Kwa hiyo waza sana kutumia akili. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Maana na imani wewe ndo mkubwa wangu wa kazi. Na ulipo wewe hakuna kinachoshindikana. Ngoja tuangalie hiyo plan B itakuwaje. Kitaka misasambo wao wanafagio. Hata nyuki ule asali kwenye dangulo. Ukitaka misasambo wao wanafagio.
Mambo Poa, vipi? safi. Samahani dada, itakuwa nimekufananisha. Samahani sana kwa kukusumbua. Umenifananisha? Umenifananisha na nani? Yaani vile ulivyovaa mtandio, dela, kuna mdada mmoja hivi nilikuwa namfananisha naye. Samahani sana dadangu. Wewe kaka vipi? Swaumu na kusumbua? Sawa, kuwa makini siku nyingine. Wewe umekuja kufanya nini hapa? Na nani aliyokuelekeza sehemu ambayo mimi naishi? Sikia nikwambie. Nilishakwambiaga. Kokote utakapokwenda lazima nitapajua tu. Na mimi nimekuja hapa sio kwa ajili yako. Wakati ulishanikataa, ulishasema kwamba unitaki, huna haja na mimi. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kitu kimoja tu. Kitu gani hicho? Kwa ajili ya kiumbe kilichopo tumboni mwako. Hiyo ni damu yangu. Na siwezi kuacha damu yangu apewe mtu mwingine. We, naomba ukanushe sentensi yako. Hichi kiumbe sio cha kwako. Na kitu ambacho inabidi ujue, mimi ni mke wa mtu. Nimeolewa, na hapo ulipokuja ni sehemu ambayo naishi na mume wangu. Huyu mtoto au hichi kiumbe sio cha kwako. Unajizima data sio? Unajitoa akili. Ngoja nikwambie. Yaani hata siku moja siwezi kuacha damu yangu ipotee. Nitafanya chochote kile ili mradi nipate damu yangu. Mimi ninachokijua, hiyo mimba ni ya kwangu. Sasa kama unataka kuanzisha vita, mpatie mtu mwingine, alafu uone nini ambacho kitatokea. Na nikwambie tu, usitaki kuwasha moto ambao hauwezi kuuzima. Na kama hii ngoma huwezi kucheza, basi kaa pembeni. Damu yangu huwa haipotei kizembe. Nitaipata damu yangu tu kwa hali yoyote ile. Usiulize unataka nini kwenye. Sema unataka nini wewe. Asa weka kigingi. Kigingi. Katika kigingi. Kigingi. Twende kigingi. 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 Marhaba. Asante mtoto. Akoso naingia. Chibua natoka. Abia nafuta jasho na shushiana sote. Usiulize unataka nini kwenye. Sema unataka nini kwenye. Angulo. Teremisha. Angulo. Teremisha. Angulo. 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 Yani we baba, unalana, una zambi. Yani mchana Ramadhani unaenda kuzini, uoni aibu? Lasi uoni aibu? Zambi unaifanya. Mungu apendi. We baba, pepo yako ngumu sana. Kicheko. Nimekwambia mimi ndo master plan. Yani nikikwambia kitu, basi ujue lazima nikitimize. Hivi ndo namna chakula kinavyotolewa. Au ulitaka na wewe nikuunganishie mazingira? Mi sipo huku bwana. Mi nimefunga, nipo kwenye somu. Yale mambo mi siyataki. Japo nyama nyingi, chips kidogo. Una upole gani wewe? Unasema umefunga au umefunga? Alokuambia ukifunga unatoombea nani? Yaani hapo wewe somu una, wewe nenda kanywe maji. Maana wewe kama mimi tu tofautiani. Sema tu mimi nimetoka kushenyenta basi. Tuachane na hayo bwana rafiki yangu. Usinichambe sana. Ila tuache utani. Shemeji amebarikiwa, ana mshepu, ana mdude, ana mbastola. Nikimwangalia mimi mwenyewe nimepagawa. Ndo vizuri. Watu kama sisi tunatakiwa kumiliki madude kama yale. Mimi hata siku moja siwezi nikafuata demu uduvi. Nataka nyama. Yaani ukishika hivi
unakutana na nyama, sio unashika demu mfupa. Hiyo haifai. Kakalasi bwana, mambo yako. Haya basi, acha mimi niende hivi. Baadaye bwana, naelekea hivi kaka. Samahani sana kwa kukusimamisha hapa, lakini nina maombi matatu tu leo. Ombi la kwanza, tafadhali naomba unitajie jina lako. Natamani sana nikujue, hata kwa jina tu. Nimeshakukatalia kwa siwezi kukwambia jina langu. Na kwa nini unaendelea kunisumbua? Sio mimi ninayekusumbua, ila ni hisia kali za mapenzi ndani yangu ndo zinanisumbua mimi. Basi sawa, naomba unitajie jina lako alafu nitalipia. Hakuna pesa yenye uwezo wa kununua jina langu mimi. Mimi naitwa Umi. Nahisi umeridhika sasa. Nashukuru sana kufahamu Umi. Nina ombi la mwisho. Kama utojali, naomba leo nije kufuturu nyumbani kwako. Karibu. Kama ni swala la kufuturu, jambo la heri. Basi sawa. Naomba nipatie namba yako ya simu, alafu tutawasiliana. Nahisi ile ombi ndio lilikuwa la mwisho. Sidhani kama kuna siku nitakuja kukusikiliza tena. Nashukuru sana, basi tutawasiliana. Kwa heri. Unaenda wapi mchana huu? Tena ukiwa umevaa mavazi kama haya. Naelekea kwa mteja. Kwa mteja? Umesahau niliwaambia nini? Lakini bosi. Lakini nini? Nilishawaambia huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hautakiwi kuvaa mavazi kama hayo. Sawa, hata kama unaenda kujiuza, sio hukutakiwa kuvaa mavazi kama hayo. Ungetakiwa uchukue mavazi ya kujistiri, uvae vizuri ndio uende huko kazini. Sasa unavaa hivi maana yake nini? Wataka kila mtu ajue sasa biashara yako kwamba wewe unajiuza, si ndio? Haitaki kuwa hivyo. Haya, rudi ndani, kabadilishe nguo. Vaa mavazi ya kujistiri ndio uende kufanya hiyo biashara. Na sio hivi. Haya. Changamsha. Nimekuleta hapa nilikopo, nahitaji nikuulize maswali mawili matatu. Kwanza, hivi mawasiliano ya wale mabinti bado unayo? Kwa sasa hivi sina kabisa, maana kila nikijaribu kuwapigia simu naambiwa namba zao zinatumika, mara naambiwa hazipatikani. Kwa hiyo nahisi itakuwa ameniblock na wamefuta namba zangu kabisa. Kuna namna kubwa sana inabidi ifanyike. Fanya juu chini upate mawasiliano nao, ili mradi tuweze kupata njia rahisi ya kuwakamata hao watu. Sawa, nitajitahidi na nitahakikisha napata namba zao, maana mimi naamini wale mabiti ndio msaada mkubwa. Kwa hiyo kuhusiana na hilo bosi, usiwaze, nitahangaikia. Jitahidi sana ndugu yangu, jitahidi sana, kwa sababu
wewe tayari ushajenga mazoea nao, kwa kuna kitu anaweza kukupa, yaani tukapata njia au mwanzo wa kuanza sisi upelelezi wetu. Sawa mkuu. Sawa. Basi nenda kaendelea majukumu yako. Asali kwenye dangulo. Usiulize unataka nini kwenye dangulo. Sema unataka nini kwenye dangulo. Dangulo. Usiulize unataka nini kwenye dangulo. Sema unataka nini wewe. Asa weka kigingi. Kigingi. Katika kigingi. Kigingi. Twende kigingi. 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 Marhaba. Asante mtoto. Akoso naingia, Chibu anatoka. Abia nafuta jasho na shushiana sote. Usiulize unataka nini kwenye dangulo. Sema unataka nini kwenye dangulo. 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 Pinky, unatoka wapi sasa hivi? Nilikuwa nimeenda kufanya mazoezi kidogo. Sikia Pinky, hiyo tabia umeianza lini? Kila siku nimezoea mimi na wewe ndo tunatoka kwenda mazoezini. Ina maana ndo umenizoea kiasi hicho? Tangu lini unaniuliza ninaenda wapi na ninaenda kufanya nini? Wewe una mamlaka gani kwangu? Kumbuka wewe ni mpenzi wangu na sio mume wangu wa ndoa. Umesemaje? Kwa hiyo ndo pointi yako ya ushindi. Sitaki na sipendi uendelee kuniuliza maswali kama hayo. Na siku nyingine iwe mwisho. Na kama ukiendelea kuniuliza, nitaondoka hapa kwenye nyumba yako. Samahani mpenzi. Unajua mimi nazingatia sana hali yako kwa sasa. Kumbuka umebakiwa na miezi michache tu. Hivyo hii miezi ni hatari sana, natakiwa kuwa makini sana na wewe. Naomba tu unisamehe. Sawa. Nimekuelewa. Hello? Ndiyo, sasa sikiliza. Mimi niko njiani hapa, ndo natoka hapa na kuja kwako. Lakini mambo ya kukopokopo mimi sitaki. Sijui nitumie katika simu, sijui mambo ya lipa namba, mimi sielewi. Cash by cash. Unigaie pesa, nikugaie kazi yangu, tumalizane. Unanijua vizuri lakini. Sitaki mioyosho, mambo meusi siyataki. Sawa, kuna shida, nisubiri. Okay. Nachukua boda sasa hivi nakuja. Dakika 3. Okay, poa. Asali kwenye dangulo. Ukitaka misasa Madam Maina. Yaani tangia tuhamia hapa kuna kitu kwangu hakipo sawa kabisa. Kitu gani tena hicho? Nimemmisi sana Yuzo. Mbona hatari? Madam, usinicheke mwenzio. Kama unavyojua, tumebadilishiwa line. Yaani hakuna namba ya mtu ambaye unaweza kumtafuta
akanisaidia namba ya Yuzo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba madamu wangu nisaidie niweze kupata namba ya Yuzo. Kwa umeshamisi. Lakini sasa kwani hamna wanaume wengine Shazna? Au wengine watakuja, kwa lazima wewe Yuzo peke yake? Madam, kiukweli nampenda sana Yuzo. Nimepita na wanaume wengi lakini najikuta moyo wangu unampenda sana. Nilikuwa tu nakuomba kitu kimoja. Naomba unisaidie niweze kumpata Yuzo. Nipate tota namba zake. Hiyo ni hatari. Hiyo ndio ile inaitwa kama uyombwe. Kama uyombwa. Kweli umekamatika shoga yangu. Haya. Wewe hata usijali. Wewe tena. Si unajua mimi na wewe tulivyo mashosti. Kwa hiyo namba ya Yuzo mimi nitakutafutia na nitakuletea. Siwezi kukosa kuipata. Hata usijali. Kweli madam? Nitafurahi sana. Sana. Usiulize unataka nini kwa leo. Sema unataka nini wewe. Asa weka kigingi. Kigingi. Katika kigingi. Kigingi. Wende kigingi. 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 Marhaba. Asante mtoto. Akoso naingia. Jibu anatoka. Abia nafuta jasho na shushana sote. Usiulize unataka nini kwenye angulo. Sema unataka nini kwenye angulo. Teremisha angulo. Teremisha angulo. Nikutumia mamala. Wow. Jamani baby, thank you. Sijali mpenzi wangu. Na Nini tena unatafuta? special for you, my love. Serious? Yeah. Oh jamani. Unajua siamini. Usijali mke wangu. Kali unapozifurahisha. Utazidi kupata vitu vizuri kama hivi. Kweli. Unafanya nizidi kupenda siku hadi siku. Usijali. Mambo ya kawaida. Mimi nimefurahi. Lakini mamangu alikuwa mkorofi. Akiona hii simu. Mwezo wangu. Wewe mjanja unajua mtu mjini, si ndio? Ngao utajua mwenyewe utaweka vipi simu. Ila mimi nataka tu tuongee video call tu. Unaona samaji? Nimefurahi hata hivyo, simu nzuri nimeipenda. Nitaka kukupa simu hapa kubwa lakini hii inakufaa. We, hiyo unakamata na mama siku 2 tu. Umefurahi? Basi pale wewe ni nyumbani basi wewe. Poa. Kwa na amani. Bye. Bye, nakupenda. Mpenzi wangu, hata kiss jamani. Bye. Haya poa. Yuzo. Kwani wewe ni nani? Mbona unanijua? Ex wako. Ex gani? Mbona mimi sikujua? Bwana nakutana nini? Mwasi. Mwasi. Ni wewe? Ni mimi. Aise rafiki yangu. Kitambo?
Nimeamini maneno ya wahenga. Wanasema milima haikutani, binadamu tunakutana. Kiukweli sikutegemea kama tutakutana. Tena mazingira ambayo sio rafiki kabisa. Mara mwisho chuo ndo tumeachana. Niambie. Vipi yule demu wako bado naye? Rafiki yangu. Kwani bado hujachaga tu ujinga wako? Ex gani unamzungumzia wewe? Alafu kizingatia ni kitambo sana. Miaka imepita. Basi sawa. Tunaweza kubadilishana namba za simu wakati mwingine ukaja kwangu kunitembelea. Habari yako ndugu yangu. Unajua kuna muda maisha yanaweza kukutaiti sana kiasi cha kwamba usione hata umuhimu wa salamu. Lakini sio shida. Vipi nyumbani? Yule bi dada anaendeleaje? Haina haja ya kumuulizia. Afusikia wewe bwana. Mimi sitaki kabisa mazoea na mke wangu. Hivyo vijizawadi na misaada unaompatia isiwe sababu ya kumtongoza mke wangu. Sipendi bwana. Lakini mbona mimi sijamuulizia kwa ubaya? Nitaka kujua tu hali yake inaendeleaje. Lakini majibu unaonijibu naona kama sikuelewi. Hebu niambie, kuna shida sehemu gani labda? Utanielewa tu. Unampigia simu mke wangu usiku kucha. Unaongea naye nini? Sikia bwana. Mimi ndo mume wake na mimi ndo bwana wake na nimerudi. Na ule mtoto ni wa kwangu mimi. Hivyo sitaki mazoea na mke wangu. Usimsumbue mke wangu. Sitaki usumbufu kaka. Sawa, samahani sana kwa hilo. Kwanza nishukuru kwa ujio wako wa leo, lakini pia kwa huduma yako. Ila kuna jambo sijafurahishwa nalo. Kitu gani hicho? Wakati mwingine nitakapohitaji huduma yako na kutoa pesa, tafsiri yake nahitaji uhuru. Na ndio maana nikakuleta hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo sintopendezwa kuona ukisema sijui hutaki hichi, fanya hichi. Hiyo kidogo nitakuwa sijapendezwa nayo. Usijali baba. Nikija wakati mwingine nitafanya kila unachokihitaji, mradi tu ufurahie na uenjoy. Itakuwa vizuri. Kwa sababu unajua mtu anavyotoa pesa inahitajika upate huduma stahiki. Sawa? Nafikiri itakutosha. Asante. Tutaona wakati mwingine kakosa. Vipi lakini maendeleo yanasemaje? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri, sijui wewe hapo. Unafunga lakini si unajua mwezi mtukufu. Au unavaa tu mavazi? Mimi nafunga jamani, wewe?
wewe matevu mbona unakuwa na king'ang'anizi sana hujaona wanawake wote mpaka ukae na mke wangu Nisikilize wewe sheshe, unajifanya ustazi wa mtaa wewe. Nisikilize nikwambie. Unajua mambo yako au unaniletea mimi kikweli nimeachoka. Msukuma, hebu naomba unisikilize. Wewe ni mwanaume. Unatakiwa utimize majukumu yako ya familia kama baba. Na sio kukaa kumfuatilia mke wako kwenye kila hatua anayoifanya. Mimi sidhani kama ni jambo jema bwana. Badilika. Mhudumie mke wako. Wewe nisikiliza nikwambie wewe kijana, usinipelekeshe kwenye maisha yangu. Mimi yule ni mke wangu na ni ndoa yangu, nimeoa mimi. Kani kipindi nakuja kwa nitolea mahali. Acha dharau kijana wewe, usione kwamba hizo ndevu zako mimi nakuogopa. Unasikia wewe? Msukuma, hebu nisikilize. Shida yako wewe ni moja tu. Ukishaanza kuongea huo umalizi. Unaongea sana. Fanya hicho nilichokuambia. Nadhani kitakusaidia sana. Lakini kama usipobadilika, Msukuma, wewe kijana, kumbe nono unataka kunipanda kichwa wewe. Jana yako hela keke. Kwa jana kwa chole boko tonya ntewe. Hao kodi wanakashana na lempole. Anto na leko lole chanya ntewe. Pumpave to kwisanga hange naja. Karibu. Asante sana. Samani, unaweza kuniruhusu nipokee simu? Haina shida, pokea simu. Samani, sio za kwangu hizi. Sio za kwako, ni za nani? Mimi kukukaribisha kwangu uje kufutari ndo umeamua kubeba na uchafu kama huo? Yaani leo tu nimekwambia njoo futari, nimekukubalia haya twende ukafutari. Umebeba huo uchafu. Nikikukubalia uwe mpenzi wangu, utanibebea nini? Mwanaume ni kama mwanajeshi. Muda wote anataka awe tayari kwa mapambano. Na mimi niko tayari, ndio maana nimebeba silaha yangu. Huo ndio upendo wa Mungu, kuja kunionyesha kwamba unanipenda, si ndio? Na kama unanipenda kweli, si utume barua nyumbani. Fuata utaratibu, tuma barua, toa posa, tuoane. Ili hicho kitu ukipate kwa halali. Kuliko kufanya hicho unachokifanya, mbona tabia mbaya? Mbona ghafla sana? Kuna taarifa gani? Una siku moja toka Fara. Sawa. Usiulize unataka nini. Huwezi kuamini rafiki yangu. Nimeamini maneno ya wahenga. Wanasema milima haikutani ila binadamu wanakutana. Kwa nini unasema hivyo? Jana si nimekutana na rafiki yangu. Tumesoma wote chuo kimoja. Tena tumekutana mazingira ambayo sikutegemea kabisa kama tungekutana. Mmekutana wapi?
Tumekutana mtaa huo Mama Juma. Ngoja nikuoneshe picha yake. Huyu si Yuzo huyu. Kwani unamfahamu? Huyo kaka namfahamu vizuri tu. Tena katika ile nyumba ambayo tulikuwa tunakaa mwanzo, aliwahi kuwa mteja wa Sabra. Shazna baada ya kuona hivyo, si akamuibia mwenzake. Na hapa tunavyoongea mimi na wewe, Shazna anaitafuta hiyo namba kwa hali na mali aipate. Na akijua anakaa mtaa huu, sijui hata itakuwaje. Kumbe anaishi mitaa hii. Tena ameniambia anaishi mitaa hii jirani. Tena huwezi kuamini. Usiku kucha nimechat na huyo Yuzo. Tunakumbusha mambo ya shule. Alikuwa na kimwanamke hicho. Kilikuwa kinamsumbua. Kimitio Yuzo kinganga hela ana kapauka. Unajua mambo ya chuo. Ni hatari. Sijui itakuwaje. Shazna anavyomtafuta. Ya tuone. Muda utaongea. Mtaani kwetu wadada wamevurugwa, wanacheza chura na wala wamiliki, maana wamevurugwa kutokuzurura. Hivi kwani unaenda wapi? Naenda kwenye harakati zangu tu. Hivi Chibu, kila siku naongea neno lile lile, lakini unaonekana ni mtu ambaye haujali kabisa kuhusu swala langu la mimba. Hivyo hata mimi nafanyaje labda? Au una mpango gani wewe kama wewe? Maina, ni mara kadhaa sasa nimekwambia usinione nipo kimya. Mimi mwenyewe nafikiria namna gani nzuri tunaweza tukaifanya ili maji tuweze kumaliza ile tatizo. Lakini sasa wewe unavyoona nimekaa kimya, unanipanda kichwani sasa. Sio kwamba nakupanda kichwani. Ukweli lazima nikwambie. Nahitaji kujua hatima ya huyu mtoto. Yaani wewe kazi yako ni kutoka na kuingia, ni kutoka na kuingia. Kukaa kuongea na mimi hakuna kabisa. Unafuata mambo yako tu. Hebu naomba nisikilize basi. Ina maana umesahau masharti ya ndani, si ndio? Na unasahau vipi wakati wewe ni kiongozi? Iko hivi. Kitendo cha wewe kuwa hai mpaka sasa hivi ni kwa sababu wewe ni mtu wa karibu yangu sana. Kwa sababu mimi na wewe tunafahamiana. Ukiachana na hizi kazi nyingine, wewe ni mtu ambaye mimi na wewe tumetoka mbali sana Maina. Lakini sasa usijisahau. Yaani usijisahau kabisa. Sitaki haya mambo tena yaendelee. Niache. Mimi nikishafanya maamuzi yangu nitakushirikisha. Kuanzia leo, sitaki unisumbue kwa lolote juu ya hiyo mimba. Yaani sitaki kabisa kusikia hizo mada zako za mimba. Yaani logubu liishe. Mimi nitakaa nitafikiria nitajua nini cha kufanya alafu nitakushirikisha. Nadhani tumeelewana. Chibu. Sasa mimi nafanyaje Mungu wangu? Inakuaje? Fresh vipi? Shwari. Kama kawaida. Kuna mtu mniweje kumuulizia, sijui kama nimemkuta hapo. Nani yule? Mwenye nyumba hiyo. Mwenye nyumba? Mwenye nyumba ni mimi mwenyewe. Kuna demu fulani hivi anaitwa Pinky, yani anakaa hapo, nimekumuuliza kama yupo au hayupo. Kama yupo niitie, kama yupo sema yani. Mimi sikuelewi vile vile. Kwa sababu huyo unamuulizia wewe, mimi ni mke wangu na ndo naishi naye hapa. Sasa wewe unamuulizia kama nani? Mkeo kivipi yani? Mbona kama unataka kunichanganya hivi? Ni mke wangu mimi na naishi naye hapa. Sasa wewe unavomuuliza hivyo afu mimi sikujui yani inakweje hapa? Pinky demu wangu mimi. Na Pinky ni mtu wangu yani. Ndio maana nimekuja hapa nimuulizia kama yupo na kaniongee naye yani. Babu umeona nitapiga hiyo namba mkeo kimtoka lini yani wewe mke wako? Bwana sikia bwana. Sikia brother kaka. Mimi sikuelewi hata kidogo. Huyo unamsema wewe demu wako, mimi ni mke wangu na na mimba yangu. Sasa mimi sikuelewi hapa. Yaani naona kama vile tunaongea vitu ambavyo havieleweki.
bwana nipishe bwana. Ana mimba yako? Ndio, ana mimba yangu na ndo nakaa naye hapa. Sasa wewe ni nani? Bwana sikia bwana, tafadhali. Tusifike mbali. Naomba upite hivi. Toka bwana. Wasikie mwanangu. Usibadilishe sauti namna hiyo mzee. Unaelewa? Nimekuja kistaarabu hapa, nimekuja kumalizia pingi kistaarabu, sasa ugomvi kishari mwanangu. Kwa hiyo kama hayupo fresh, wewe umesema kama yeye mke wako tunaishi nane baridi. Unaelewa sijui Haina noma, mimi nasepa mzee. Okay, poa. Usinipe pigo hizo bwana. Okay, poa, pita basi hivi. Namba ndo hii hapa nimeshakupa. Upo. Madam Maina, umeitoa wapi? Nimeitoa kwa Mwasi. Masuala ya nimeipataje, nimefanyaje hayakuhusu. Upo. Asante madam. Kitu kingine ninachokusisitiza. Wasiliana na huyo yuzo wako. Mkisha wasiliana hakikisha hafiki maeneo haya. Yaani hapa asipajue kabisa. Ona nani huko kwingine. Usijali madam, nimeshakuelewa. Asante sana. Sawa, mimi niko ndani. Yuzo, mambo? Poa. Nimekuta hapa tuje tuongee. Umeniita hapa tuongee? Ndio. Guesti. Shazna. Are you serious kabisa unaniambia hapa guest ni tunakuja kuongelea hapa? Ndio, ndo nimeona sehemu sahihi na pametulia. Kwa hiyo nikaona sio mbaya tukifanyia hapa maongezi yetu. Sawa, ni sehemu sahihi, lakini angalia wewe usahihi unaozungumzia. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na unajua kabisa nimefunga, unaniita guest. How come? Yuzo. Najua ni mwezi mtukufu na najua umefunga, lakini kwani ukikazia swaumu siku moja moja kuna ubaya? Au hujanimisi? Mwanzo nimekumisi bwana. Sawa. Hata na mimi nimekumisi pia. Lakini nini Yuzo? Twende bwana tukacheze ngoma yetu ya singenge. Sawa, tangulia. Bora nimekuona mwana. Hivi babu, wewe ni nani yani? Unajichukulia wewe nani yani? Unajionaje hasa wewe mzee? Unaniambia najikuta nani? Wewe ndo unajikuta nani? Kwa sababu nakuona tu unamvizia mke wangu Pinki. Alafu unadai ni mwanamke wako. Unasema kwamba ile mimba ni ya kwako wewe. Kaka, unijui, sikujui. Nitakufanya kitu kibaya hutuamini. Hiti mwanamke wangu. Nimempa mimba. Hivyo una akili kabisa? Yaani wewe Pinki anaanza kwa na wewe? Pinki de wangu mimi. Yaani Pinki mimi ni mama mtu wangu yani. Afu Pinki hizi kwa na mtu mshamba kama wewe, mshamba ndio ujielewi babu. Wewe vipi? Wewe unaongea shobola gani mwanangu? Sikia mwanangu. Tusichoshane. Na kuheshimu ingawa sikujui. Lakini nitakufanya kitu kibaya utuamini. Sitaki mazoea ya kipuzi kaka. Wewe unaniambiaje wewe? Wewe mangu nitakuzingua. Dakika mbili sifuri mwanangu nitakuzingua. Basi sawa. Umeelewa? Afu mchumba tu kwangu wewe Zuchu tu babu vipi? Basi nisameka. Usilete hizo pigo mwanangu. Usilete hizo pigo za sura kiuno, umeelewa? Oya, nitakuchafua. Oya babu nitakuchafua dakika sifuri tu.
Yaishe kaka. Ni basi mbwembwe tu. Hebu tulia bwana, Yaishe ni kitu gani? Alafu nikiongea mimi wangu kaa kimya, nitazame hivi hivi mwanangu. Nikichafua chafua kweli. Boya wewe. Nitakupiga mate zalani hapa. Kaka basi. Oya chunga mzee. Oya, hii namba chafu babu. Usiulize unataka nini kwa leo. Sema unataka nini wewe. Asa weka kigingi. Kigingi. Katika kigingi. Kigingi. Wende kigingi. 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 Yuzo mpenzi wangu. Kiukweli nilikuwa nimekumisi sana mpaka nilikuwa nasikia homa. Ni sawa, uko sahihi. Lakini angalia, huu mwezi ni mtukufu. Na unajua kabisa mimi nafunga. Huku ni kuniharibia funga yangu. Ni sawa kipenzi. Lakini ni mahitaji tu ya mwili ndo yananifanya nakuwa hivyo. Ni sawa, unatakiwa ujitahidi kujikontrol. Maana ukizingatia mimi nimefunga mwenzako. Alafu na sasa hivi nishafungua hivyo. Yaani hapa kilichobaki mimi nikanywa maji tu basi niendelee na mambo mengine. Tukienda kwa mfumo huo nitakuwa sifungi kabisa. Nimekuelewa kipenzi. Haitajirudia mara kwa mara. Anyway, tuachane na hilo. Hivi huu mfumo wa kuja guesti na sio tena ule mfumo kwa anakuja kwenu na kuchukua tunaenda kwangu. Huu mfumo umeanza lini na utaisha lini? Kwa sababu mimi nilizoea na kufuata kwenu tunaenda kwangu. Au hautaki mimi nipajue kwenu? Hamna mpenzi wangu. Ni mapema sana ila usijali utapajua. Shazi. Bye bwana, baadaye. Asante mtoto. Akoso naingia. Wanawake binafsi sasa. Unataka kunisikiliza? Usiulize unataka nini kwenye